Yes, bwana wadau wangu mambo vipi? Kwa majina naitwa Suma Jaga Building. Sasa mdau wangu leo nilikuwa nataka niongelee kuhusiana na nyufa au cracks. Sasa hopes mdau wangu utakuwa ushawahi kukutana na changamoto kama hii hapa au utakuwa ushawahi kuiona somewhere na kujua ni kitu gani mdau wangu unaweza kufanya au ni nini ufanye ili uweze kutatua changamoto kama hii hapa. Sasa leo mdau wangu nitaeleza mwanzo mwisho ni kitu gani mdau wangu anatakiwa kufanya ili kudhibiti changamoto kama hii hapa au ni hatua gani mdau wangu ambazo unatakiwa ufanye baada ya kuwa ushakutana na changamoto kama hii hapa. Sasa mdau wangu naomba unisikilize kwa makini kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa endapo utakutana na changamoto kama hii hapa ni kitu gani mdau wangu uweze kufanya. Sasa mdau wangu nitapenda nikueleze kwanza nini maana ya nyufa. Naweza nikawa naongea hivi lakini kuna watu wengine wakawa hawaelewi nyufa ni nini. Sasa mdau wangu, nyufa huwa ni mipasuko midogo au mikubwa ambayo inatokea sehemu mbalimbali ya nyumba. Inaweza ikawa kwenye kuta, kwenye slabu, kwenye nguzo au kwenye kona za madirisha pia, na sometimes huwa zinatokea kwenye msingi. Sasa mdau wangu, hizi nyufa huwa zina madhara kwenye nyumba yako, maana huwa zinaweza kusababisha mvuto kwenye jengo lako, pia huweza kupunguza ubora na uimara wa jengo lako. So nitaomba kuelezea ni sababu gani ambazo huwa zinachangia au huwa zinaweza kusababisha hizi cracks. Sasa mdau wangu, kitu cha kwanza ambacho huwa kinachangia kuwepo kwa cracks ni ujenzi ambao huwa haufuati utaratibu. Nikisema ujenzi ambao huwa haufuati utaratibu, ni ujenzi ambao hauhusishi mtaalamu. Unajua sio kila mtu anayejenga basi anakuwa ni mtaalamu. Kuna watu wengine kazi yao huwa wanajua ni kupandisha tofali. Sasa kabla ya kujenga, mdau wangu, huwa kuna vitu lazima uvizingatie, na hivi vitu lazima viwe determined ni professional. Naweza nikatolea mfano labda aina ya udongo wa eneo ambalo wewe unalijenga, pia uwepo wa majimaji au uzito wa jengo ambalo wewe unalijenga, ili lazima viweze kutambuliwa kitaalamu. Sasa kama wewe ulimchukua fundi ambayo kazi yake ni kupandisha tofali, mdau wangu, hataweza kugundua vitu kama hivyo hapo. Sasa mwisho wa siku atajikuta amecreate na ametengeneza cracks kama hizi hapa au changamoto nyingine apart from cracks. Sasa mdau wangu, ili usiweze kukutana na changamoto kama hizi hapa, make sure kwenye ujenzi wako una include at least mtaalamu mmoja ambaye atakuwa anashauri vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na masuala mazima ya ujenzi. Sasa kitu kingine ambacho huwa kinaweza kusababisha crack huwa ni mchanganyo ambao sio sahihi wa malighafi. Hapa anamaanisha kati ya mchanga, simenti na maji. Mdau wangu, hivi ni vitu ambavyo vinatakiwa vichanganywe kwenye mlinganyo ambao ni sahihi. Sasa endapo mdau wangu utakosea kuchanganya malighafi hizi, basi tegemea kabisa kutokea kwa changamoto kama hizi hapa ambazo ni crack. Sasa kitu kingine mdau wangu ambacho huwa kinaweza kusababisha kutokea kwa crack huwa ni kutikisika kwa msingi, na mara nyingi kitaalamu huwa wanaita settlement. Sasa hili mara nyingi huwa inachangiwa endapo nyumba itajengwa kwenye kina ambacho sio imara. Sababu nyingine mdau wangu ambao inaweza ikasababisha crack au nyufa huwa ni kutumia mbinu ambazo sio sahihi. Ujue mbinu za ujenzi huwa zinatofautiana kulingana na sehemu moja na sehemu nyingine. Let's say sehemu ambayo ina maji na sehemu ambayo huwa haina maji. Hizi mbinu za kujenga katika maeneo haya huwa zinatofautiana, au unaweza kusema sehemu ambayo ina mchanga wa kawaida na sehemu ambayo ina udongo wa mfinyanzi. Sababu nyingine mdau wangu ambayo inaweza kusababisha kutokea kwa nyufa huwa ni uwepo wa miti mikubwa kwenye site yako. Ujue ile miti huwa ina mizizi. Sasa ile mizizi sometime inapokuwa inatanuka au inapokuwa inatafuta maeneo ya kukimbilia, inaweza ikakimbilia kwenye msingi wako. Sasa ikitokea imekimbilia kwenye msingi wako, basi huwa inaweza ikasababisha ile misingi kuweza kutanua ukuta wako, na mwisho wa siku ukajikuta umepata cracks kwenye nyumba yako. Sasa mdau wangu, tapenda pia nikueleze ni kitu gani mdau wangu unaweza kufanya ili kuweza kuondoa changamoto ya nyufa. Na kitu cha kwanza mdau wangu ambacho natakiwa uangalie kama nyufa zinakuwa zinaendelea au nyufa inakuwa isha stop mpaka mwisho. Sasa ukiona mdau wako nyufa zinakuwa zinaendelea, kitu ambacho natakiwa ufanye, natakiwa umtafute fundi ambaye ni professional aje kuelekeze ni step gani unaweza ukaifanya ili uweze kucontrol. But kama nyufa inakuwa ishafikia mwisho, kitu ambacho unaweza kufanya mdau wangu, mtafute fundi aje atindue ile eneo la nyufa, atindue pande zote mbili. Sasa akishatindua pande zote mbili, tafuta waya mgumu au tafuta waya mesh, then weka ule waya katika eneo ambalo lina nyufa na ambalo utakuwa ushalitindua, then weka plaster ambao ina ratio kali. Unaweza ukachukua ratio ya 1.3 then chapia na piga plaster. Ukishapiga plaster hapo mdau wangu, basi utakuwa umekomesha changamoto hiyo ya nyufa. Sasa kwa hiyo mdau wangu ambaye hujaanza ujenzi na unategemea kuja kujenga hivi karibuni, njia nzuri ya kudhibiti changamoto kama hizi hapa za cracks, make sure kwamba kwenye ujenzi wako unakuwa una include at least mtaalamu mmoja ambaye atakuwa anakushauri ni vitu gani mdau wangu unaweza kuvifanya, ni vitu gani mdau wangu usivifanye. Hii itakusaidia mdau wangu kuweza kuepukana na changamoto kama hizi hapa za crack. Kwa wewe mdau wangu ambaye utatamani kufanya kazi na sisi kama Suma Jaga Building, unaweza ukatucheki kwa namba za 0767441768. Pia
Kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana kama Suma Jaga Building kuanzia WhatsApp, Instagram, YouTube.